Kwa hiyo ningetamani wazazi tushirikiane. Mimi sijafurahiwa kuona watoto wanakuwa wa mwisho. Yaani watoto hawa wazuri namna hii, watoto wana afya njema. Leo tunakuja kufika tunaambiwa shule ya mwisho ni hii. Hapana. Mimi nimeshazungumza na walimu kule. Lakini na mwenyekiti wa kitongoji na wajumbe wako hapo na wazee wangu wengine mmekuja hapa. Malaigwana nisimko hapa. Mimi nisingefurahi kuona watoto wanakuwa wa mwisho. Hii shule inatoa watoto wa mwisho. Hapana. Mwaka jana iwe mwanzo. Mwaka juzi naye ilikuwa. Sasa mwaka huu nataka watoto wafanye vizuri hapa. Kwa majina anaitwa Joshua Emmanuel, mwalimu mkuu shule ya msingi Yedong Ngasurai. Leo tarehe 8 mwezi wa 4 2025 nimepata ugeni kutoka kwa DC pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama kutoka wilaya. Pamoja na hayo, amekuja kutembelea shule na kuangalia changamoto ya jinsi au namna gani au ni jinsi gani mwaka jana tulifelisha wanafunzi wetu. Moja, kwa kweli tumezungumzia mengi, tumeangalia changamoto ya mwaka jana. Lakini kikubwa hakuhitaji kujua changamoto ya mwaka jana sana. Zaidi alitaka kujua je, tumeyatatuaje na jinsi tutakavyoendelea. Changamoto za mwaka jana, kwanza kulikuwa na upungufu wa walimu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mwaka huu Januari tulipata kuongezewa walimu watatu kutoka walimu wa 4 mpaka walimu 7. Lakini pili, nyumba ya walimu. Hakukuwa na nyumba ya walimu, walimu walikuwa wanalala kwenye ofisi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mwaka huu TASAF wamejitahidi, wamemaliza nyumba yao ya 2-in-1 ambayo sasa hivi walimu wanaishi endapo haijakamilika kwa 100%. Lakini pia serikali imetuingizia shilingi milioni 18 kwa ajili ya kumalizia nyumba ya walimu iliyopo ambayo inaendelea. Mzabuni ameshapatikana na watu wako site. Lakini tunaenda sasa kuangalia changamoto hizi tulienda kutatua. Je, nini mafanikio yetu au tutafanya nini ili mwaka huu tufaulishe? Moja, kwanza nimekaa na jamii, wazazi wa wanafunzi pamoja na jamii. Tumewekeana mikakati mbalimbali. Kila mtu, wazazi wana mikakati yao, majukumu yao, lakini walimu na mimi pia. Moja, kwanza niloita wazazi tukakaa kikao. Cha kwanza tumeamua kila Ijumaa ya wiki lazima hao watoto wafanye mazoezi, yani mitihani ya upimaji. Lakini 2, watoto sasa hivi wanapata chakula cha kutosha. Walikuwa hawapati, lakini sasa hivi wazazi wamejitahidi, watoto wanapata chakula. Lakini 4, kuondoa utoro wa wanafunzi wale wa darasa la 7. Mwaka jana walikuwa ni baadhi ni watoro, lakini ukiangalia pia na ufundishaji ulikuwa tofauti kidogo. Sasa basi, mimi niombe tu, hayo yote changamoto tumejaribu, tumeangalia na tatulika. Tumejipangaje? Mimi naamini Mwenyezi Mungu atuweke hai, watoto wanasoma vizuri, viongozi wenyewe wamewaona, wanajua kusoma, wanajua kuandika, na changamoto zingine, baadhi ya changamoto za kinyumbani au za kijamii tumeweza kuzitatua. Kwa hiyo mimi niseme tu, kwa kweli tumejipanga, shule ya msingi Yedong Ngasurai kwa mwakani tutafanya vizuri. Kwa kweli nyumba aliyepewa kitongoji cha Ngasurai ya walimu, kwa kweli sasa hivi iko changamoto sana, walimu wamehamia ndani na kuna sasa hivi mahali kwenye ile shimo kubwa ndio bado hajafungwa. Na naomba sana mshughulikie hapo ili walimu wakae kwa raha na wapatie watoto masomo kwa urahisi. Kwa sababu changamoto iliyoingia shule hii mwaka jana ni kwa ajili walimu hamna mahali pa kulala. Wanabanana kulala mahali pamoja. Kwa hiyo naomba sana na maji pia mshughulikie ifikie walimu na watoto kwa ajili ya ile kisima kirefu cha Mdau.